Leo ngoja nikueleze namna ya kujijengea tabia njema. Kwanza anza na tabia ndogo ndogo. Usijilazimishe kufanya mambo makubwa kwa mara moja. Mfano, badala ya kusoma kwa saa moja kila siku, anza kwa dakika 10. Tabia ndogo hujenga uthabiti mkubwa. Pili, kuwa na utaratibu wa kila siku. Tabia nzuri zinahitaji mpangilio. Tengeneza rutini ya asubuhi na jioni, hata kama ni kwa hatua chache. Mfano, kuamka, kutandika kitanda na kusoma sentensi 5 za kujifunza kitu kipya. Tatu, weka malengo yanayoeleweka. Malengo yasiwe makubwa kupita uwezo wako. Weka malengo ya wiki, mwezi na mwaka. Malengo yanakupa mwelekeo wa tabia zako. 4, rudia mara kwa mara. Tabia hutengenezwa kwa kurudia tendo lile lile kila siku. Usiporudia, hutajenga misuli ya tabia. Jaribu kuwa thabiti hata kama ni kwa kiasi kidogo. 5, andika mabadiliko yako. Andika kila siku kwamba umefanikiwa nini, umeshindwa nini, uboreshaji gani ambao unaohitajika kesho. Kuandika kunakupa uwazi wa maendeleo yako. 6, jipe muda wa uvumilivu. Tabia itengenezwe kwa siku moja. Hapana, inahitaji uvumilivu wa muda. Mara nyingi wiki kadhaa mpaka miezi. Usikate tamaa ukiomba kidogo. 7, jizungushe kwa watu ambao wenye tabia unayotaka. Marafiki wabaya huharibu tabia njema. Chagua watu ambao watakao kutia moyo, wanaofanya bidii na wanaokuhimiza kuwa bora. 8, epuka vichocheo vinavyokurudisha nyuma. Kama kitu fulani kinakufanya kwamba urudi katika tabia mbaya, kiepuke. Mfano, mazoea mabaya yanayochochewa na marafiki, mazingira au mitandao. 9, fanya maamuzi ya busara kabla ya kujaribu kufika. Usiishi bila mpangilio. Kwa mfano, kama unataka kupunguza matumizi, usibebe pesa nyingi unapokwenda mjini. Na mwisho, jipe zawadi unapofanikiwa. Ukifanikiwa kufanya tabia nzuri kwa siku au wiki kadhaa, jizawadie. Hii inakupa motisha ya kuendelea. Hivyo basi, tabia njema hazijengwi kwa bahati. Hapana, zinajengwa kwa hatua ndogo ndogo, kurudia na uamuzi wa kila siku. Ukiwa thabiti, hata kama ni hatua ndogo, baada ya muda utashangaa jinsi ulivyobadilika.